Warundi, Wakongomani, Wanyarwanda ambao mnapenda kufuatilia TV yetu online ya B-Info Plus TV. Huu ni ujumbe kwa watu wote ambao wanafuatilia TV yetu hii, na mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikifanya uchambuzi wa mambo ya siasa, hasa siasa za Kongo, kuhusu haya yanayoendelea Sud Kivu na Nord Kivu. Kiuhalisia, ukifuatilia hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa cha serikali ya Tshisekedi kudanganywa, ni udanganyifu ambao umefanyika. Yaani Tshisekedi ameingizwa ndani ya system ambayo aliingizwa President Kabila. President Kabila alikubali kuingizwa kwenye system. Ndio maana unaona kipindi cha President Kabila, miaka yote ambayo President Kabila ameongoza, Kongo ya Mashariki, na maanisha Sud Kivu na Nord Kivu, haijawahi kuwa na amani hata siku moja. Kagame ameendelea kupora mali za maeneo yale. Amekuwa akituma makundi akijiita ni makundi ya waasi, wakiwa maeneo yale, wakiiba dhahabu, wakiua wananchi, wakibaka, wakifanya mambo ya uharibifu mengi sana. Sasa unaona Tshisekedi alianzisha msimamo mkali kwamba hatoweza kuzungumza na mtu yoyote kuhusu hili, bali anaomba waasi wote walioko kwenye mashariki mwa Kongo waondoke mara moja. Lakini unaona ule msimamo sasa Tshisekedi ameulegeza, amekubali kudanganywa na mfalme wa Qatar, amekubali kudanganywa na serikali ya Marekani, na sasa unaona mazungumzo ameshaanza. Juzi kati hapa waziri wa mambo ya nje wa Kongo, yule mwanamke yule dada yule, na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda yule Olivier, walikuwa Marekani wanasaini mikataba. Nadhani ni mikataba ya kukubali mazungumzo kati ya marais wawili. Yaani wakutane marais wawili, Kagame na Tshisekedi, wasainiane mikataba. Process bado zinaendelea, lakini mkataba awali ambao ulisainiwa na mawaziri wawili, waziri wa mambo ya nje wa Kongo yule mwanamke na yule waziri wa Rwanda Olivier, ulisainiwa nchini Marekani, ukisimamiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Mliona watu wote ambao mnafuatilia mitandao, mliona kabisa. Ulikuwa ni mkataba wa kufungua, kukubali wao wote wawili wakae mezani wazungumze na wakubaliane. Ni mkataba wa awali ambao ulisainiwa kwa pande zote mbili kupitia mawaziri wa mambo ya nje. Sasa hii mimi na vitu vile ambavyo nataka nishauri wazalendo ambao wanaongozwa na Jenerali Yakutumba na Wakongomani ambao wanapenda amani ya mashariki mwa Kongo, Sud Kivu na Nord Kivu, msikubali upumbavu huu ambao serikali ya Kongo inataka iingizwe. Haya mambo ambayo serikali ya Kongo inataka iingizwe ndio mambo ambayo Rais Kabila alikubali kuingia. Kabila alikubali kudanganywa na Kagame, na ndio maana kwenye utawala wote wa Kabila, wa Rais Kabila, President Kabila, mashariki mwa Kongo yote, Sud Kivu na Nord Kivu yote, hijawahi kuwa na amani hata mara moja. Wasi waliendelea kuwepo wa Kagame, na waliendelea kuiba mali, kuua watu na kuharibu nchi. Tshisekedi akaja na msimamo kwamba hataki mazungumzo, lakini unaona tayari Tshisekedi amesharegeza msimamo, na tayari unaona wanamdanganya, wanataka wamuingize kwenye ule mtandao ambao aliingizwa Kabila. Sasa mimi narudia tena kusema, kuwasi wananchi wa Kongo ambao unapenda amani ya mashariki mwa Kongo, piga kelele, mwambie Rais Tshisekedi hatutaki makubaliano yoyote ya serikali ya Kongo na Rwanda, kwa sababu kwanza Kongo hina mahusiano na Rwanda, kwa sababu Rwanda ni nchi huru, ni nchi huru, ina katiba yake, ina mipaka yake. Kongo ni nchi huru, ina katiba yake na mipaka yake. Sasa Rwanda, serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda wanasaini mkataba wa aina gani? Mimi nadhani kama kweli hawa Qatar na hawa Marekani
walikuwa na nia njema kwa Kongo, ingetakiwa wamuite Nanga, Colonel Nanga, wamuite Generale Makenga, wawaite wale wote waakilishi wa M23, wawaite, waambie bwana, sikiliza, angalia jinsi gani mnaweza kumaliza haya matatizo na serikali ya Kongo. Mimi nadhani mkataba ambao ingetakiwa usainiwe ungekuwa ni mkataba kati ya Tshisekedi na wale watu ambao wanapigana. Kwa sababu hivi juzi nimemsikia Nanga anasema kwamba hayo makubaliano ya serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda wao hayawahusu. Wao wataendelea kupigana na mipango yao ni kuichukua nchi. Nanga juzi tu ametangaza, Nanga akiwa pale Goma. Manake unaona kwamba haya makubaliano ambayo serikali ya Kongo inasainiana na serikali ya Rwanda hayana tija yoyote na hayaweza kaleta amani yoyote katika mashariki mwa Kongo na mashariki mwa Kongo, Sud Kivu na Nord Kivu. Hayaweza kabadilisha chochote wala haweza kaleta mtazamo wote au tija yoyote kwa wananchi. Kwa sababu mimi kitu ambacho tungekipenda au tungekifurahia angekuwa ni makubaliano ya kusitisha vita, kwa sababu wanayepigana ni M23 na serikali ya Kongo. Kwa hiyo wangetakiwa wasitishe vita kisheria na wasipigane tena, kisha waingie kwenye mazungumzo. Kagame kwa sababu yeye ndiye anayewasupport wale wa M23, ingetakiwa aitwe naye pamoja na wale wa M23, waitwe pamoja, wakubaliane pamoja. Yani waitwe viongozi wa M23, aitwe pia Kagame kwa sababu yeye ndiye anayewasupport, itwe serikali ya Kongo, wakae nao pamoja wote, wawaambie bwana, sikiliza, kuanzia leo sitisha vita na asitokee mtu yoyote wa pande zote kupiga risasi tena. Na kingine sasa, elezeni pande zote shida ni nini, mnataka nini na nini kifanyike. Sio kama mnanielewa. Haya ndiyo makubaliano ambayo angeleta tija, angeleta amani mashariki mwa Kongo sasa Nord Kivu na Sud Kivu. Haya ndiyo makubaliano ambayo angeleta tija. Wananchi walioko wakimbizi ni wengi sana wangerudi, kwa sababu amani ingekuwa imesharudi. Jeshi la Kongo lingerudi kwenye nafasi zao, kwenye mipaka yake. Kila mwananchi wa Kongo angeishi maisha ya raha na amani kabisa. Umeona? Mimi nilijua makubaliano ambayo yamesainiwa ni haya ninayozungumza, ambayo analeta amani kwa wananchi, ambaye anasababisha nchi ya Kongo iendelee kuwa mipaka ya nchi ya Kongo iendelee kuheshimiwa na amani ya Kongo iendelee kudumu. Mimi nilidhani makubaliano ambayo wamesainiana ni makubaliano. Kumbe makubaliano ambayo wamesainiana sio hayo. Wamesainiana makubaliano kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda. Sasa serikali ya Rwanda na serikali ya Kongo wanasainiana makubaliano ya aina gani? Yaani ni amani ipi ambao wao wanaitengeneza ipi? Na wakati wanayepigana au wa M23 hawajazungumza na serikali ya Kongo, na hao ndio wanayesapotiwa na Kagame. Unaona Rais Tshisekedi tayari ameshadanganywa, ameshaingizwa kwenye mtego ambao aliingizwa Joseph Kabila, ambao sasa mtego huu wale serikali ya Qatar na serikali ya Marekani wanataka wajifanye kama, yani ni kama kiini macho, wanataka wamdanganye Tshisekedi, wadanganye serikali ya Kongo wasitishe vita kupigana na wao M23, kisha wafanye kama kuna amani ya mazungumzo, kisha M23 watafute nafasi ya kuchukua maeneo aliyosalia. Sio kama mnanielewa? Mimi nawaambieni wananchi wote, msipochukua hatua sasa, wazalendo, viongozi wa wazalendo, msipochukua hatua na kupiga kelele na kuendelea kupigania ardhi yenu na kukataa ujinga huu, nawaambieni ukweli, kitu ambacho kitakuja kutokea, hayo maeneo ambayo yamesalia ikiwemo Uvira, Baraka, Kalemi, zinaenda kuchukuliwa hivi karibuni kabisa, kwa sababu mkishasitisha vita, wanawadanganya wamesitisha vita, lakini wao wanaendelea kuchukua maeneo. Mkumbuke hata kipindi wanachukua Bukavu walisema wamesitisha vita, lakini wakachukua Bukavu. Kipindi wanachukua Goma na maeneo mengi walisema wamesitisha vita, kuna mazungumzo, baadaye wakachukua. Hizo ndio njia wanazotumia za kudanganya. Kwa hiyo huu ni ushauri ambao unaenda kwa wananchi wazalendo, hasasa kikundi cha wazalendo ambao kinapigania haki za Wakongomani, hasasa Kongo ya Mashariki, ambao kinaongozwa na Jenerali ya Kutumba. Msikubali huu udanganyifu. Tshisekedi wanatafuta njia ya kumingiza kwenye system kama alivyoingizwa Joseph Kabila ili aweze kuiuza nchi. Msikubali huu ujinga na muukatae huu ujinga kabisa. Hata wadau wote wa siasa mnayofuatilia haya mambo,
Wakongomani mlioko ndani na nje ya nchi, mpige kelele, mwambie Tshisekedi usikubali kusaini huu ujinga, na hii mikataba haiwezi kubadilisha chochote kwenye Kongo Mashariki, na Kongo Mashariki ya sasa Sud Kivu na Nord Kivu. Kiuhalisia uchambuzi wangu kwa siku ya leo unaishia hapo. Nilikuwa natoa sana ushauri na jinsi gani mnaweza kusimama kidete ili kupigania haki zenu Wakongomani. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana.